Of course ipo changamoto ya mijadala ya kwa kiasi gani tunakopa kujenga haya maendeleo. Nadhani wachumi watazungumza zaidi, lakini kiuchumi inashauriwa kukopa kwa ajili ya kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo. Kama ilivyo kwenye familia, haishauriwi kukopa kwa ajili ya kufanya sherehe ya Eid au Krismasi. Inashauriwa kukopa kwa ajili ya kujenga biashara, kwa sababu unakopa kwa ajili ya kuzalisha na sio kwa ajili ya kufurahia au kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kwa hiyo pamoja na changamoto hiyo ya deni kuongezeka, lakini reflection yake inaonekana kwenye maendeleo ambayo tunayapiga. Kiasi cha barabara kama nilivyosema kutoka 2013 mpaka 2015, kiasi cha madaraja makubwa kama daraja la Magufuli ambalo ni kubwa kuliko yote Afrika Mashariki. Lakini vile vile kuna uwekezaji mkubwa ambao umefanyika. Sasa hivi kinajengwa inajengwa bandari ya uvuvi Kilwa kwa bilioni 270. Ni bandari kubwa ya kisasa kuliko zote Afrika Mashariki na ya Kati. Hii ni intervention kubwa sana kwenye kufanya mabadiliko katika sekta ya uvuvi. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa ambayo yana reflect kiasi ambacho tunakikopa. Tumejenga transmission line, huo msongo wa kusafirisha umeme. Miaka 60 tulikuwa na transmission line ya kilomita 6,000. Mwaka 2024 tumefika kilomita 8,000. Kilomita 2,000 ni asilimia 30 ya tulichokifanya katika miaka 60. Umeme tunafahamu kwamba sasa hivi tunaongoza kuuzisha umeme Afrika Mashariki. Kenya wanasubiri. Tunazalisha kiwango kikubwa cha umeme kutoka megawati 1,700 mpaka megawati zaidi ya 4,000. Ni kiwango kikubwa cha umeme. Zote hizi ni intervention ambazo kwa namna moja ama nyingine zimeongeza deni, lakini kimsingi zinajenga uchumi kwa sababu ni intervention kwa ajili ya kuzalisha. Lakini pia ukiangalia mwenendo wa deni kwenye nchi zote ukanda huu Afrika Mashariki na Kusini kwa vigezo mbalimbali, ripoti ya Moody's pamoja na Fitch, hawa ni global credit rating agency wakubwa duniani, wanamiliki global credit agency kubwa duniani ziko 3, Fitch, Moody na Standard & Poor, zinamiliki asilimia 95 ya biashara hiyo duniani. Kampuni mbili za Fitch na Moody zimefanya kwa mara ya kwanza tathmini ya uchumi wa Tanzania kuhusu afya yake ya kukopa na kukopesheka. Zote zimetoa ripoti kwamba tunafanya vizuri kuliko nchi zote za Afrika Mashariki. Tulikuwa na B+. Hii inatuthibitishia kwamba kwamba afya yetu ya kukopa na kujenga uchumi ndio msingi wa matokeo haya. Tukiwa na uwiano wa deni kwa uchumi wa 46%, yani deni kwenye uchumi ni 46% ya uchumi. Kenya walikuwa 70%, Rwanda 71%, Msumbiji 76%, ukienda Malawi 80%, Ghana huko zaidi ya 90%. Ukiangalia uwiano wetu na uchumi wetu unaona kwamba tuna asilimia ndogo, kwa maana tunafanya vizuri ukilinganisha na jirani zetu wote, lakini vile nchi nyingi za kusini mwa Afrika ukiondoa Botswana. Nchi nyingi tunalingana nazo au tumezipita, lakini nyingi tumezipita katika hilo eneo.